Okay, mtazamaji wa Star TV, tumerejea tena kwenye kipindi kizuri cha Mama 255 na ni imani yangu kwamba haujaniacha, bado upo na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Hivyo basi nitumie ujumbe mfupi hapa kufuatia nambari ya simu unayoiona hapo chini ya televisheni yako. Mada yetu ya leo inasema, hofu ya Mungu ina mchango gani katika maadili bora ya kijana? Hofu ya Mungu ina mchango gani katika maadili bora ya kijana? Kwenda kanisani, sijui kufunga sana, sijui kufanyaje. Je, kuna mchango gani katika maadili bora ya kijana? Nikufuatia nambari ya simu na kukumbusha kila muda kwamba nitumie ujumbe hapa na mimi nitausoma live on live. Niwakaribisha wageni wangu. Leo niko na wageni wazuri sana. Niwape nafasi waweze kujitambulisha kisha waweze kuendelea. Karibuni. Asante. Mko poa? Tuko vizuri kabisa. Nimefurahi sana kuwaona. Sisi tumefurahi. Jamani, ongezeni basi sauti. Okay. Nimefurahi sana kuwaona. Na sisi tumefurahi sana. Na ninaamini kwamba hata mtazamaji huko aliko naye amefurahi sana kuwaona. Tunashukuru Bwana. Okay, nianze na hapa. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Nini tutaendelea? Okay, mimi kwa majina yangu naitwa Nathanael Balton Salingo. Natokea hapa Mwanza, eneo la Malimbe, na nipo katika kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God, Beacon Mission Christian Center, yani BMCC. Chini ya mchungaji Askofu Valentine Felix Mbuke. Wow. Yeah. Karibu. Amen. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa nafasi hii. Mimi kwa majina yangu naitwa Philbert Phineas Majala. Pia nimetokea Malimbe na tunaabudu pale kanisa la Tanzania Assemblies of God, Beacon Mission Christian Center, chini ya mchungaji kiongozi na Askofu Valentine Felix Mbuke, na tuko hapa kwa ruhusa yake kabisa. Wow. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa nafasi hii. Okay. Jamani, mimi karibuni sana. Asante sana. Pia mmependeza sana. Asante sana. Umeoa? Unaoa lini Philbert? Bado tuko tunamgoja Bwana. Okay, sasa tuko na mada yetu ambayo inasema, hofu ya Mungu ina mchango gani katika maadili bora ya kijana? Moja kwa moja, Philbert, nini maana ya hofu ya Mungu? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Na tunapozungumzia hofu ya Mungu, moja kwa moja hapo hatuwezi kuepuka kumzungumzia Mungu mwenyewe. Kwa sababu tunapoongelea hofu ya Mungu maana yake tunaongelea kumhofu Mungu mwenyewe. Sasa hofu ya Mungu kwa mimi ambavyo ninaweza nikaitafsiri, na baadaye tutaweza kupata hata tafsiri kutoka kwenye maandiko matakatifu, yani Biblia. Hofu ya Mungu ni ile hali ya ndani ya mtu kuwa na heshima kwa Mungu inayomsababisha kufanya mambo ambayo hayamchukizi Mungu. Yani unakuwa una ile heshima na nidhamu ya ndani inayokufanya kumpa Mungu nafasi ya juu dhidi ya mambo yote, hasa inapokuja mambo ambayo yanahusisha wewe kumkosea Mungu. Na hapo tunajifunza sana tunapokuja kwenye somo hili linalohusu hofu ya Mungu, tunajifunza kwa mtumishi wa Mungu Yusufu. Ni role model kwenye Biblia inapokuja swala la hofu ya Mungu, kwa sababu kama vijana tunajaribiwa sana kwenye eneo la dhambi. Na hapo ndipo Mungu anapima hofu yetu kama tunamheshimu au hatumheshimu. Kwa hiyo kwa Yusufu tunaona alitoa mfano mzuri ambapo alikutana na jaribu la kumkosea Mungu, kumtenda dhambi. Lakini kwa sababu ya ile heshima ambayo alikuwa nayo kwa Mungu na alivyokuwa anatamani Mungu wake aheshimiwe, hakuthubutu kukosea kwa kufanya ile dhambi. Kwa hiyo tunaona aliishinda dhambi kwa sababu ya ile hofu na nidhamu binafsi aliyokuwa nayo ili kumpa Mungu heshima. Wow. Nashukuru sana. Karibu hapa. Nini maana ya maadili bora? Sasa tunaposema maadili bora, Nathan ana maadili, Jacqueline ana maadili, Philbert ana maadili. Nini maana ya maadili bora? Ukizungumzia neno maadili, unaweza ukalitafsiri kwa maana rahisi. Maadili ni kanuni au miongozo au viwango ambavyo vinamfanya mtu ajue kutofautisha kati ya mema na mabaya, au kitu sahihi au sio sahihi. Lakini ukija kiBiblia, hofu ya hii maadili ni namna ambavyo mtu anaishi mapenzi ya Mungu kwa kulifuata neno lake
maadili, yani kuyaishi mapenzi ya Mungu kwa kulifuata neno lake. Tukiangalia mfano, Mungu ameweka amri 10. Ukiangalia katika kitabu cha Kutoka 20. Sasa zile amri 10 ndio maadili ya sisi wa Kristo. Tukiyafuata yale ndio tunaona mtu ana maadili bora. Lakini kijamii ni namna mtu ambavyo anaishi kwa kuwapendeza watu, yani jamii nzima inamuona huyu mtu ana maadili bora, maana yake anawapendeza watu kwa tabia yake. Amen. Okay. Sasa mtu anaweza akawa hana neno la Mungu lakini akawa na maadili bora. Kikawaida kwa ulimwengu tulionao sasa, mtu ambaye hana neno la Mungu ndani yake, kwa kusema moja kwa moja, maadili yake hayawezi kuwa bora. Aidha jamii inaweza isimuone, lakini ye mwenyewe personally binafsi katika mienendo yake ya maisha, kwa sababu neno la Mungu ndilo linaomfanya mtu awe na conscious. Yani ukiwa na neno la Mungu ndani, inaongeza ile kujua lipi jema, lipi baya. Sasa kuna mwingine tunaweza tukaona, kwa sababu sasa hivi tumezoelea kuona mambo mabaya yanatokea, watu wanatenda matendo maovu. Kwa hiyo inakuwa kutofautisha hili ni jema, hili ni baya, inakuwa sio rahisi. Ndio maana kuna mtu anaweza kawa na lugha chafu, lakini akiongea yeye anaona ni sawa kwa sababu ya namna alivyozoea. Ila akiwa na neno la Mungu ndani, inampa ile conscious ya kujua hili baya na hili ni zuri. Kwa hiyo kwa moja kusema mtu akiwa hana neno la Mungu ndani, yani hofu ya Mungu haipo ndani yake, ni vigumu sana kuwa na maadili bora. Okay, sasa tunaona katika jamii ya sasa hivi mashehe msikitini na wachungaji makanisani kila siku wanazungumza, jamani vijana kweni na maadili bora, jamani vijana acheni kugombana, acheni ulevi, acheni uzinzi, mambo mengi wanakuwa wanatusihi. Lakini sasa hivi tunaona katika mitandao yetu ya kijamii, leo utasikia habari kule Njombe kijana sijui amebaka. Leo utasikia kule Sumbawanga kijana amemkata mwenzake na panga. Unadhani Philbert, unadhani kwamba hawa watumishi wa Mungu ni kwamba hawafundishi vizuri neno la Mungu, ama hawafundishi vizuri maadili na hofu ya Mungu kwa vijana, au ni kwamba ni wao vijana wenyewe ndio wanakuwa wanakengeuka na kushupaza shingo? Asante. Mimi ninaona tatizo kubwa hapa ambalo linasababisha uwimbi la vijana wengi kutoka nje ya maadili au kupoteza ile hofu ya Mungu. Kwanza ni kwa sababu ya utandawazi, na hii imewafanya vijana wengi kuwa huru mbali na ufuatilizi au usimamizi wa watu ambao wanaweza wakawashauri vitu vizuri ambavyo vinaweza vikawasaidia kuwa na tabia nzuri, lakini pia kuwa na ile hofu ya Mungu. Na tunajua kwamba hofu ya Mungu chanzo chake ni neno la Mungu lenyewe. Kama alivyotoka kusema rafiki yangu hapa kwamba kama mtu hana neno la Mungu ndani yake, sio rahisi kuwa na maadili mema. Kwa sababu chanzo cha maadili ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni kama mtu anakuwa anakosa kioo cha kujitazama, kwa sababu kama hana neno la Mungu hana mahali pa kujitazama kwamba hiki ninachokifanya ni kibaya au hiki ni kizuri. Na neno la Mungu au hayo mafundisho mara nyingi tunayapata kanisani au kwenye nyumba za nini? Za ibada. Sasa vijana wa leo hawako tayari. Wamepoteza ile shauku ya ndani ya kupenda kukaa ibadani, kujifunza na kujifunza hayo maneno ya Mungu. Na imeathiriwa sana sana na utandawazi, kwa sababu sasa hivi watu wana uhuru. Ana uwanda mpana wa kufanya chochote anachotaka, na imefika mahali hata mtu anaweza asiwe anafahamu, anajifungia tu chumbani na anaweza akakwambia ninafuatilia ibada online, ninafuatilia ibada wapi, lakini anakwepa ufuatilizi. Maadili ili yawepo lazima awepo mtu nyuma yako ambaye anafuatilia unaendaje, unafanyaje, hiki unachokifanya ni kizuri au ni kibaya. Sasa hili ni kama wimbi ambalo limekuja kuingia kwetu sisi, hasa kwa jamii za Kiafrika, kwa sababu ni kama limetoka huko nje. Ni kwa sababu utandawazi ulivyoingia sasa umewafanya vijana wengi wanakuwa isolated, yani wanapenda kujitenga, wafanye mambo yao, hawataki kufuatiliwa. Ukimfuatilia na kuuliza wewe ni nani, kwa hiyo hiyo imepunguza sasa viwango vya maadili. Mtu anajiamulia kitu cha kufanya kwa sababu ameona kwenye mtandao wa kijamii ni sawa, na wapo watu wakubwa ambao wanafanya, wana influence,
Kwa nasema na mimi naweza nikafanya kwa sababu wale wamefanya, lakini hajui kwa jamii inayomzunguka kile kitu kinakosea. Kwa mimi ninahisi ni kwa sababu vijana wamepoteza ile shauku ya kukaa kwenye nyumba za ibada, kwa sababu thamani ya kijana kwa sasa hivi tukitaka kuipata thamani ya kijana lazima itajengwa ni kanisani au kwenye nyumba za ibada, kwa sababu kule utakuwa na programs zinazokusaidia, unafuatiliwa. Kwa mfano pale kanisani BMCC kuna programs za vijana, mnakaa vijana mnazungumza, lakini wameenda mbali, wametenganisha. Kuna programs za vijana wa kiume peke yao, vijana wa kike peke yao, kwa sababu kuna matatizo yanawakumba vijana wa kiume, au kuna wimbi linawaendea vijana wa kiume peke yao ambalo haliwahusu vijana wa kike. Kwa hiyo watadili nao vizuri, wawasaidie, wawape ushauri, hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Na vijana wa kike peke yao, wamama wanakaa peke yao, lakini unakuta tena kuna concepts zinaandaliwa, wanawakalisha vijana, mafundisho mbalimbali yanatolewa ili kutoa ile mentality ya kidunia ndani yao. Lakini kwa wale ambao hawapati hicho, sasa ndio unawakuta wanafanya vitu wanavyotaka, na basi wanaangukia kwenye wimbi la kutokuwa na maadili mema. Okay, yes. Wow. Sasa Nathan, unadhani pia kwamba wazazi na wenyewe wanaweza kuwa chanzo cha mmomonyoko wa maadili? Kwa sababu mwingine anakuambia yani mimi bro, maisha ndio toka huko yani nyuma, yani mimi wazazi wangu asingekuwa dingi pale, yani dingi angekuwa amenyoka na mimi mwenyewe ningekuwa niko vizuri. Unadhani pia wazazi na wenyewe wanasababisha mmomonyoko wa maadili kwa vijana? Ya kimsingi wazazi wana mchango mkubwa sana kwa sisi vijana kuwa na maadili yaliyo bora. Unajua muda mwingi kuanzia utoto, wanasema Waswahili wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Lakini pia wanasema samaki mkunja angali mbichi. Sasa wazazi ndio wanayemlea mtoto tokea akiwa mdogo. Sasa wazazi kama hawata hakikisha huyu mtoto anakuwa katika misingi ya kiroho, kwa sababu Biblia inasema hivi, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata akiwa mzee. Sasa mzazi ndio ana wajibu wa kumlea mtoto katika njia inayompasa, na njia inayompasa ni kulingana na neno la nini? La Mungu. Yaani mzazi ana wajibu mkubwa, kwa sababu yeye ndo anatakiwa hakikishe mtoto amekwenda kanisani, mtoto ameshiriki ibada. Lakini pia unajua mzazi ni kama kioo kwa mtoto. Yaani mtoto akimwona mzazi wake anafanya jambo fulani, anajua kwamba hili yani ndo sawa. Yaani akiona mzazi akikosea anamtukana, anajua okay, kumbe mtu akinikosea inanipasa nimpige nini? Tusi. Lakini mzazi akiwa anamtreat mtoto wake vizuri, maana yake hata huyo mtoto akiwa kijana mzuri atakuwa na maadili bora. Kwa hiyo mzazi kama wazazi wana wajibu mkubwa, lakini pia wana nafasi kubwa ya kuhakikisha ya kwamba vijana tunakuwa na maadili bora kuanzia huku utotoni mpaka kukua. Lakini pia kuna changamoto ambayo unakuta wazazi kama vijana, unakuta tukifika umri ambao labda tumeenda vioni huko au tumeenda mashule ya boarding huko, wazazi huwa wanaachia, yani wanaona kama tumeshakuwa tayari. Kwa hiyo hata ile kufuatilia, unaenda kanisani, unaabudu wapi, wengine hawafuatilii. Sasa hii mtoto mwingine anaweza kawa anakuwa vizuri sana nyumbani, lakini akishatoka ameenda chuoni, ameenda shuleni, maadili yake yanakuwa mabovu kabisa. Lakini akirudi nyumbani mnyenyekevu, ana heshima nzuri, ni kama wamembana. Kwa hiyo wazazi wana wajibu, hata kama mtoto yupo chuo bado ni mwanao. Kwa hiyo ana wajibu wa kuendelea kumfuatilia hata huko anaenenda katika njia inayompasa. Okay. Sasa hata mimi hapo nanichanganya. Kwanza nipe tofauti. Kuna tofauti kati ya mtu anaweza kaa na maadili bora lakini hana hofu ya Mungu, au hivi vitu vinafanana? Okay, kama nilivyozungumza mwanzo, ukiangalia yani mtu kuwa na maadili bora alafu hana hofu ya Mungu ndani yake ni kazi sana. Kwa sababu inasema, Biblia inasema, ukisoma Wagalatia 5 mstari wa 16 inasema enendeni katika roho na kamwe hamtazitimiza tamaa za mwili. Sasa hizi tamaa za mwili ndo zinafanya watu kuwa na maadili maovu. Yani uasherati, uzinzi, uongo, ulevi na mambo yanayofanana na hayo. Yote hayo ndo maadili mabovu. Sasa mtu asipokuwa na Roho Mtakatifu ndani, ni vigumu sana kushindana na mwili, kwa sababu mwili siku zote unashindana na roho. Na mwili unapenda mambo hayo maovu. Sasa kama mtu hana hofu ya Mungu ndani, hawezi kushinda uongo,
hawezi kushinda tamaa hizo kama uzinzi, ulevi. Anaweza asilewe ila ni mzinzi. Anaweza asiwe mzinzi ila ni muongo. Anaweza asiwe muongo ila ni mwizi. Yaani kuna kimoja tu kitaweza kumbana. Kwa hiyo ni vigumu sana mtu kuwa na maadili. Though ndo maana nilivyosema watu wengine wanaweza kumuona yuko sawa, lakini ukija ukimfuatilia unaona kijana hapa maadili yake sio mazuri. Kuna wengine tunaona yameonekana nje kwa sababu labda unakuta kulingana na maadili yake yamekuwa mabovu kiasi gani. Wengine labda ni mtu anatumia bangi, sigara. Sasa ikishamuathiri yale tunayoyaona ni matokeo. Yaani tukimwona mtu labda ni tega, maana yake ni matokeo ya maadili mabovu. Ila mwingine matokeo yanaweza sionekane mapema. Kama uongo, matokeo yanaweza yasionekane ila kumbe huyu mtu ni muongo. Ni hivyo. Yes. Okay, sasa hapo nina swali. Jamii inaweza ikaathirika vipi ikiwa na vijana ambao hawana hofu ya Mungu lakini pia hawana maadili bora? Kwako Philbert. Kwa kweli madhara ni makubwa sana. Madhara ni makubwa sana kwa jamii tunapokuwa na vijana ambao hawana maadili bora na hasa hawana hofu ya Mungu. Kwa sababu hivi ni vitu vinaenda pamoja. Okay. Hofu ya Mungu ndo inazaa maadili bora kwa kijana. Okay. Sasa jamii inaathirika vipi? Kwanza tunapoteza nguvu kazi. Kwa sababu maadili mabaya ni kama ni mkakati wa shetani. Ili jambo ni la kuliweka wazi. Ni mkakati wa shetani kabisa. Yaani hizo ni mbinu, ni agenda ya shetani. Kuharibu kizazi ili kiwe ni kisiwe productive tena. Kwa hiyo unakuta sasa vijana wanapokuwa wanakosa kuwa na maadili, wanaingia kwenye wimbi la matatizo mbalimbali. Unakuta labda kijana anakuwa ni mteja, ameathirika na madawa ya kulevya. Kwa hiyo hapo hatutakuwa tena na nguvu kazi. Ni kama tumepoteza nguvu kazi. Lakini pia tunakosa vijana wenye thamani ambao wanaweza wakaaminiwa kufanya mambo fulani. Kwa sababu sasa hivi dunia ni kama inatafuta watu ambao wako vizuri na wana thamani fulani ambayo wakija kujipima na watu wengine hawana. Sasa hivi unajikuta wimbi kubwa limeshavamiwa na hiyo kutokuwa na maadili mazuri. Kunakuta kuna maeneo tunafika, kuna fursa zinakuja, tunatakiwa tuzipate. Lakini kwa sababu ya vile ambavyo tunaenenda na vile ambavyo tumejichanganya na dunia, tunazikosa zile fursa. Kwa sababu watu wanaangalia nikimpa huyu labda ajira fulani na tabia yake ndo hii, nitapata mrejesho gani? Kwa tunawakosa vijana wenye thamani ambao wanaweza wakakubalika na jamii na tukaweza kuwapa au wanaweza wakaaminiwa kufanya kazi kwenye maeneo hasa maeneo nyeti. Lakini kitu kingine ambacho ni kama ni madhara tunapozungumzia kwa watu kukosa maadili, na ili niseme ni dhara la kiroho au ni athari ya kiroho kwa vijana lakini kwa watu wengine pia ni kuitazamia jehanamu ya milele. Kwa sababu Mungu atahukumu dhambi. Mungu atahukumu dhambi. Na dhambi ni hiyo kukosa maadili mema. Kwa sababu Biblia ukisoma Wagalatia sura ya 5 imezungumza kwa habari ya matunda ya roho na matunda ya mwili. Matunda ya roho yametajwa na matunda ya mwili yametajwa. Sasa ukisoma pale anataja matunda ya mwili yote. Utakuta ulevi, ulafi, uhusuda, mambo kama usengenyaji na vitu kama hivyo. Sasa wote wanaotenda hivyo imeandikwa pale chini sehemu yao ni katika ziwa la moto, na moto upo ni halisi. Na mbinguni papo ni halisi. Sasa kuna mtu anajitia moyo, anajifariji kwamba mimi sitaki kufanya kitu, nafanya tu hivi lakini mbinguni mimi nitaenda mbinguni. Wengine wanajitia moyo nikikaribia pale mwisho nikufa pale. hapo nafanya mambo yao sawa. Namuita mchungaji ananibandika mkono, naomba sala ya toba. Lakini Biblia inazungumza kwamba matendo yetu yataambatana na sisi. Ndio. Kwa hiyo sikutii moyo na hujui utakuwa katika hali gani, lakini kuna moto unawasubiri watu ambao wamejitoa maisha yao kwa ajili ya kufanya ovu. Na kuna kipindi nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii, unajua kuna vitu huwezi kujizuia kuona, vinakuja tu vyenyewe. Unaona kwa umelenga. Sasa nikakutana na mwimbaji mmoja wa kimataifa. Akawa amefanya ile concert yake, akawa anazungumza kwamba wangapi wako tayari kwenda na mimi motoni. Yaani katikati, na ni watu wenye influence. Yaani akiita watu wanakutanika watu maelfu kusikiliza anavyoimba secular music. Sasa anasema wangapi wako tayari kwenda na mimi motoni? Watu yani wako kama vichaa.
wananyosha mikono, wanashangilia, wanafanyaje. Kwa hiyo unaona ni shetani sasa anapandikiza ile mbegu. Na dhambi siku zote inaonekanaga ni nzuri, lakini ni mtego ambao shetani anautumia. Anakuonyesha kwamba unavovuta ile sigara unatoa ile unapata steam. Mwingine anasema nakunywa pombe kwa sababu nina stress, nataka niondoe stress. Lakini adui ule ni mtego wa shetani. Yaani amekufumba macho, lakini kuna shimo ameliweka mbele yako. Kwa baadaye unaenda kutumbukia. Kwa baadaye ndo tunajikuta sasa wengi wanakuja kuingia motoni kirahisi. Kwa sababu ya, kwa hiyo hilo ni dhara kubwa sana. Na Mungu anasikitika sana kwa sababu hakuumba jehanamu kwa ajili ya wanadamu, ilikuwa ni kwa ajili ya shetani. Sasa anapoona watu wengi wanaenda motoni kwa sababu ya ufahamu tu, Biblia inasema watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa ni maarifa madogo tu ambayo watu wanahitaji kuwa nayo ili kukwepa hilo wimbi la kukosa maadili, na baadaye wataurithi uzima wa milele kwa sababu kuna maisha baada ya kufa au baada ya kutoka duniani. Okay, asa Nathan bana, kuna jambo moja mioga inatatizo kichwani. Inanichanganya sana. Unajua sasa hivi tunaenda katika generation ni kila siku ulimwengu unazidi kupanuka, kama alivyosema Philip, kama teknolojia inazidi kupanuka kila siku. Zamani bwana, unakuta binti akiwa na ujauzito, yani jamii inamwangalia, yani hadi kutoka ndani inakuwa ni vigumu, lakini kwa sasa hivi namna tunavyokuwa tunaendelea, unakuta yani binti hata kuingia darasani na ujauzito sio jambo la kawaida, anaingia anasoma na yuko vizuri, yuko confidence ya kutosha. Wewe unadhani kwa nini dhambi hii ya uzinzi kwa vijana, mimi naita ni dhambi ya uzinzi, unadhani ni kwa nini imewateka sana vijana kuliko kawaida kwenye zama hizi tulizopo? Kwa eneo hilo unajua dhambi ya uzinzi ni kama kwenye hii generation, na kijana anayesikia mwingine ambaye hana hofu ya Mungu anaweza kaona hivi kwani kuna shida gani kuzini hivi, dhambi iko wapi hapa? Yani unajua ukiutazama uzinzi kibinadamu unaona mbona hamna shida, hivi shida iko wapi? Lakini Biblia inasema katika Mithali, azinie na mwanamke hana akili kabisa. Hiyo moja, si ndio hivyo? Lakini pia Biblia imesema miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na Mungu akuja kuokoa roho, yani Yesu akuja ulimwenguni humu kuokoa roho. Ingekuwa ni roho angeokoa akiwa mbinguni kule angezikusanya. Lakini alikuja kumuokoa mwanadamu, ikiwemo na miili yetu. Kwa hiyo kama vijana, dhambi ya uzinzi Ibilisi ni ameweka mpenyo, kwa sababu yani ameweka hiyo dhambi imekuwa kwa wingi sana. Na kwa sababu anajua wakati wa ujana ndipo mwili unachangamka sana, yani kijana anachangamka, lakini mwili unatamaa, lakini pia ameweka hiyo ni njia ya kuwapata vijana wengi. Ndio maana dhambi ya uzinzi kwa wazee, yani kuna mzee umri akishafikisha miaka 70, yani yeye kwanza hata mbinguni anaenda kirahisi, kwa sababu huwezi ukamsingizia amezini, hamna uongo, yani mzee wao atanijikalia nani, wanamwanika nje. Lakini ukiwa kijana hivi una nguvu, umepita mjini, unakuta binti kulingana na maadili hivyo mabovu amevaa vibaya, na kulingana na utandawazi inaonekana vile ni kawaida, lakini amevaa vibaya, anakupatia, kwa sababu vijana wengi tunatamani kwa kuona. Kwa hiyo shetani ameweka mazingira mengi, yani katika eneo ambayo shetani ameinvesti kwenye uongo, anaona watu watashinda, ila hapa ameinvesti sana. Hata watu waliopo kanisani, yani unakuta mtu yupo kanisani ila anazini. Kwa sababu gani? Uzinzi sio taabu, sio kwamba mtu akifanya uzinzi anaumia, anaumwa, wanaenda kumlaza, hapana. Ndio maana Biblia inasema ipo njia ambayo inaonekana ni njema sana machoni pa mtu, lakini mbele yake ni inampelekea mtu umauti. Kwa hiyo hata hii dhambi ni kweli imekuwa na mateso, lakini kwa sababu ya wingi, yani unajua uovu ukishatendeka kwa wingi binadamu tunauzoelea, tunaona ni kawaida. Ndio maana sasa hivi unasema binti ana ujauzito anakaa ndani, watu wamezini tu, inaonekana ni kawaida. Yani ukizini mtaani, ofisini humu ukiingia, unakuta watu kwenye maofisi wa bosi na nani wanazini, na ni normal kwa sababu maovu yameshakuwa mengi. Na Biblia inasema nyakati za mwisho uovu utakuwa mwingi na utaonekana kawaida mbele za watu. Lakini hii inatuonyesha nini sisi vijana? Inatupa
kufikiria ya kwamba tupo kwanza kwenye nyakati za mwisho, kwa sababu uovu umekuwa mwingi. Zamani haikuwa hivyo. Ya, lakini uovu ingaije zamani sikuwepo, ila nisienda nikaonekana mzee bado kijana, lakini ukisikiliza wazee wanakwambia zamani ilikuwa haipo hivyo. Yani ukiingia kanisani mtu akizini kanisa zima linaanza likalia, lakini sasa hivi kijana amezini tunampa pole tu na nini, kwa sababu uovu umeshakuwa umeongezeka. Lakini hii inatupa sisi ya kwamba, kwa sababu Biblia inasema muovu naendelee kutenda uovu, lakini mwenye haki aendelee kutenda haki. Kwa hiyo sisi vijana inatupa kuchagua sehemu ya haki, kama alivyosema rafiki yangu hapa, ili tuupate uzima wa milele baadaye. Lakini tukijiingiza hapa kwenye uzinzi, Biblia imesema wazinzi hawataurithi ufalme wa Mungu, sehemu yao ni ziwa la moto. Kwa hiyo uzinzi uwe mtamu, uwe mkali, uwe mchungu, ziwa la moto lipo. Okay. Yes. Thank you. Lakini kuna wazee huko wa miaka 70 bado ni wazee vijana, wanakuwa bado wanatembea. Mimi bado wanavunja mifupa. Nimekutana mzee mjini kule, nilikuwa nipo dukani, nimekaa. Akamkuta mdada fulani yuko anachagua vitu pale dukani na nini. Akamwangalia, akasema dada, naomba unisaidie namba yako. Yaani mimi najuta kuzaliwa mapema, ninajuta. Na mzee hana meno ya mbele kabisa. Yaani ni true story. Hana meno ya mbele, anatembea ameinama kabisa yani hivi. Akasema mimi najuta kuzaliwa mapema. Dada, nisaidie namba yako, mimi nimestaafu. Sijui nilikuwa mwalimu, utakula pesa zangu. Akamwambia hivyo. Okay, Philbert, uligusia kidogo swala la mitandao ya kijamii, lakini hatukwenda deep sana. Nataka sasa turudi hapo. Je, mitandao ya kijamii inaweza ikabomoa maadili na kuiondoa hofu ya Mungu kwa kijana? Mitandao ya kijamii hasa kwa kizazi tulicho nacho ina nafasi kubwa sana ya kuharibu maadili ya kijana. Lakini Philbert, tunaona kwamba yani hii mitandao ya kijamii imerahisisha vitu vingi, watu wanaisifia na kila siku tunaona app mpya zinazidi kuongezeka. Ni kweli mitandao ya kijamii imerahisisha sana mambo mengi, na kwa mfano tukiongelea kwa mfano field ya gospel, kwa mfano sisi ambao ni wadau wa injili, imeturahisishia sana. Tunaufikia ulimwengu kiurahisi sana, na watu wengi kwa kweli wanafikiwa na injili. Lakini pia shetani na yeye ana agenda yake huko, na kwa kweli ana invest sana, kwa sababu ameshaitwa baba wa uongo na uongo anauwezea vizuri. Sasa mitandao ya kijamii ina nafasi kubwa sana ya kuharibu maisha ya vijana, kwa sababu kwanza ni kitu ambacho kinafanyika kwa uhuru. Yaani hakina limit. Hakina limit, na hii inamfanya kijana anakuwa huru kufanya chochote, kuangalia chochote na kusikiliza chochote anachotaka, na bila hata mtu yeyote kufahamu. Kwa hiyo umejikuta wimbi kubwa la vijana wanapoingia kwenye mitandao ya kijamii, kuna ile kushindwa kuchagua kipi bora wakifuate na kipi kiovu wakiache. Inasababishwa na nini? Dhambi siku zote waga inavutia. Yaani dhambi inavuta. Kwa hiyo unapoingia kwenye mtandao wa kijamii, kama nilivyosema hapo mwanzoni, wewe unakuwa umelenga jambo lako zuri, labda ninamtafuta mtumishi wa Mungu Boaz, nataka niangalie nyimbo. Sasa umeingia pale kwenye account, una scroll tu. Ghafla unaona wamekuletea, unaona shetani anatupia kitu pale, kabinti kamevaa tu ile nguo ya ndani. Unapita. Lakini mbona sasa hivi nimeona nini? Unarudi. Hao watu ni waovu. Unasema hivi, unaanza kama kumkosoa, unataka umshauri, unabonyeza, unajikuta umeingia. Sasa ile ni shetani anakuingizia kitu, na dhambi ina nguvu sana. Dhambi ina nguvu sana. Kwa hiyo ikishaingia unajikuta sasa unaanza kufuatilia. Ndio ile unakuta vijana sasa wameathirika sasa na hiyo kuangalia picha za ngono. Wameathirika na kufuatilia muziki ambayo inahamasisha uovu. Inahamasisha uzinzi. Yaani mtu anakaa anasikiliza muziki ambao unahamasisha kuzini, kufanyaje, ndio vitu vyake. Na akifika nje unakuta hadi watoto. Kuna siku nilipita mahali mpaka nikawa nasikitika. Watoto wadogo sana wanaimba nyimbo ambazo unasema hivi, nyimbo anajua maana yake, lakini ni shetani anapanda mbegu kwenye mioyo yao. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imewafanya watu wanakuwa free. Mtu amejifungia kwenye blanketi, amejichomeka mle ndani. Vitu anavyovitazama ni viovu sana. Lakini akitoka nje unamuona ni mtu ambaye ni wa kawaida, ni mpole. Na sasa hivi unakuta vijana kwa sababu wameona dhambi ya uzinzi wanawakamata. Anahamia upande wa pili. Kwa hiyo anahamia upande wa pili. Kwa hiyo unakuta vijana wengi unakuta
hii umeathirika sana na masturbation, yes. wa kike wa kiume, kwa sababu ni kitu anakifanya yuko personal, hamna mtu anamuona, na anapata vitu vyote ambavyo yamkini angevipata akiwa na mdada au akiwa na mkaka, na akitoka nje sizini, mimi sina msichana, sifanyije, kwa watu wanamuona ni mtu mwema, lakini kwa sababu ya mitandao ya kijamii imemfanya sasa ameharibika. Lakini nizungumzie kitu kingine, hii imetengeneza kwa sehemu fulani uzembe, hasa uzembe wa kufikiri na uzembe wa kuamua vitu, kwa sababu sasa hivi tunaona dunia ni vitu vizuri ndio vinakuja kutusaidia, lakini dunia ni kama sasa hivi imejielekeza sana kwenye hii artificial intelligence. Yes. Ni kitu kizuri sana kwa watu ambao wanamaanisha, lakini kwa upande mwingine ina create like laziness kwa baadhi ya watu kufikiri. Inapunguza ile uwezo wa kufikiri. Yaani unakuta tuna kitu labda kinaendelea, ni kitu kinahitaji watu kufikiria, kufanya na kutoa maamuzi. Watu wanafanya kwa kutumia hizo AI. Yaani mtu hana tena ule uwezo wa kufikiri. Kwa hiyo unakuta sasa mtu anakuwa ni tegemezi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni addiction, ni addiction kabisa. Kama mtu anakuwa yuko addicted kwenye mitandao ya kijamii. Kuna sehemu moja niliona huko nchi zilizoendelea, mtu amekuwa addicted na simu kiasi kwamba wamewatengenezea kuna vitu vinaitwa no phone, yani sio simu, ni kama kisponji. Anakuwa tu ameshika, yani kinamtia moyo, anajisi kama ana simu kwa sababu ile addiction. Kwa sababu imefanya utegemezi, mtu anakuwa tegemezi sana kwenye hizi simu, tegemezi kwenye mitandao, kwa hiyo inapoteza hata uwezo wake wa kufikiri. Kwa hiyo inaathiri sana kwa watu ambao usipojua uzuri wa kitu kinaweza kukupeleka sehemu ambayo ni mbaya na ukajikuta unapotea kabisa. Okay, asa back kwenye hofu ya Mungu, Nathan. Jana hapa ofisini tulikuwa tunazungumza kitu kimoja, mimi na rafiki yangu Jovi ambaye ndo anatufanya hapa tunaonekana, lakini pia shout kwa Ana, najua uko nyuma ya kamera. Tulikuwa tunazungumza kitu hapa jana. Tukasema kwa nini unakuta baadhi ya vijana wengi makanisani tunaona hivi imevaa tai, imevaa suti, wadada wamevaa sketi za soro mpaka ndefu mpaka chini, wanafanya vitu vikubwa kanisani. Wengine ni wahubiri, wengine ni waimbaji, yani wakiimba sisi tunasema mbona kama sisi hatuna hofu ya Mungu, tuna tukaoge tena mara ngapi? Ndio. Lakini unakuta watu hao ambao wanafanya vitu vikubwa ukoma, yani muda mwingine waenda hadi hospitalini kuombea wagonjwa, wanafanya vitu vizuri, na misikitini hivyo. Mtu ni shehe kabisa anaombea wagonjwa, anahubiri pale msikitini, watu wanapokea neno la Mungu. Lakini kwa nini unakuta hao wanafanya vitu vingine viovu? Na wakati tunajua kama mtu kiwa ulimwengu wa giza na nuru havichangamani, lakini unakuta mtu anafanya vitu viovu, lakini na kanisani anafanya. Alafu na kanisani mambo yanaenda. Sasa ni kwa nini watu wao wanakuepo kanisani na misikitini wana maadili mabovu, wana hofu ya Mungu, wanafanya zinaa, wanasema uongo na nini, lakini bado wapo kanisani, Nathan? Okay. Na wanafanya vizuri, kumbuka wanaombea wagonjwa, wanatembea. Sawa. Sasa ukija kuzungumzia hilo swala, mtu miujiza kwanza haimfanyi mtu, yani mtu hata kama akitenda muujiza haimfanyi mtu aende mbinguni. Hiyo ni namba moja. Kumbe. Lakini pia matendo ya miujiza hayamfanyi mtu awe na hofu ya Mungu. Hiyo moja, kwa sababu hata shetani mwenyewe anaweza kufanya hayo. Kuinua viwete, hata waganga, ukienda kwa mganga anafanya hayo. Lakini pia hata mtu huduma, hizo unazoziita maana ni huduma. Huduma haimfanyi mtu aende mbinguni. Ndio maana Yesu kuna wakati akasema kuna watu wataenda watasema, Baba, sisi tulitoa pepo kwa jina lako. Lakini Yesu aliwafukuza, aliwaambia tokeni, siwajui ninyi mtendao uovu. Kwa hiyo hapa kinachotakiwa ni maisha binafsi. Wakati ambapo wengine hawakuoni, upo peke yako, je, maisha yako yakoje? Unajua hata yeye mwenyewe anayefanya anajua moyoni kwamba mimi nikiwa peke yangu kwa kweli kuna mahali hapa. Ni vyema mtu yule ambaye hata akiwa peke yake, ni kweli sisi tuna madhaifu, hatupo kamili, lakini Roho Mtakatifu anazidi kutuuisha na kutusaidia kushinda udhaifu wetu, si ndio? Sasa yule mtu ambaye akikaa peke yake anajutia, anaona jamani, kwa nini nafanya hivi? Kwa nini nafanya hivi? Mungu naomba nisaidie nitoke hapa. Si ndio hivyo? Lakini kuna mtu ambaye hiyo conscious hana, ambao tunaita dhamiri. Hana hiyo kitu. Yaani anahudumu pale mbele, anaimba, lakini akitoka huko anazidi kuzini labda, lakini hana kinachomsumbua, maana yake hiyo dhamiri yake imekufa. Si ndivyo? Na Mungu anasema, ukisoma kitabu cha Ufunuo, anasema ni heri uwe moto au baridi.
Maana yake vuguvugu mimi nitapika. Na vuguvugu ni mtu yule ambaye yani yeye kwa Yesu yupo, unamkuta. Lakini ukija huku tena unajiuliza, hivi ndio huyu niliyemuona? Mwingine anajionyesha kabisa, unarudi hivi unaona kuna hivi maisha haya ndio huyu, hata maneno ameyasema huyu ametoka kwenye kinywa cha huyu mtumishi. Lakini akija kanisani ukimuona hadi unajiuliza, hivi ili kanisa limeokoka linamwamini huyu? Ni kuna mtu nilikuwa namuona, yani ukirudi nyumbani maneno anayoyazungumza ukimkosea anavyokurudishia, unajiuliza huyu mtu kuna, ila akija kanisani hadi mimi nikasema huyu mtu nikimkuta amechaguliwa hata kwenye praise ndio mchungaji ajiongozwa na roho. Kwa nini anamchagua kati huyu mtu ipo hivyo? Lakini hapa si hukumu mtu, ni kwamba tunachozungumzia hapa ni dhamiri sasa ya huyu mtu. Je, dhamiri yake inamsuta? Kwa sababu anasema dhamiri zenu yani dhamiri zenu zikiamua kwamba hili unalolifanya ni sahihi, basi mtakuwa salama siku ya hukumu. Kwa sababu hata hukumu ile siku ya hukumu wewe mwenyewe dhamiri yako. Yani wewe mwenyewe tu ukifika mbinguni wewe mwenyewe hamna atakayefukuza hivi na viboka. Wewe mwenyewe unaona hapa nifai, acha niingie zangu tu jehanamu, sivyo? Wewe mwenyewe kwa dhamiri yako. Yaani ukifika tu pale Yesu anapotangaza, sijui anakuwa anatangaza jamani tunaingia sasa, geti likifunguliwa mwenyewe unaona huku kwa kweli sio kwangu kwa haya mambo. Na ukiangalia wenzako wanaoenda wapo namna fulani, wewe mwenyewe. Ndio maana Yesu anasema atabagua kondoo na mbuzi. Kwa hiyo hizi huduma kuombea miujiza na nini, hii isikufanye umwamini huyu mtu ni wa mbinguni. Anasema tutawatambua watu kwa matendo. Na matendo ni nini? Ni kudhihirisha yale matunda ya Roho Mtakatifu kupitia tabia. Yani upendo, upole, uvumilivu, kiasi. Kwa huyu mtu tutamtambua kwa matendo, sio karama wala sio kazi anayoifanya kanisani. Okay. Sasa back kwako kwa Philbert, wakati ule Nathan alizungumzia akasema wazazi wana mchango mkubwa katika maadili ya vijana na maadili ya watoto na malezi na namna hiyo. Wakati mwingine unakuta kweli wazazi wamejitahidi, wameplay part vizuri, wamekulea Philbert vizuri, wamemlea sijui Ana vizuri, wamemlea nani vizuri, kila kitu. Mtoto ametoka amekuja chuo. Maana pia aligusia swala la boarding hapo. Hasa amekuja chuoni ambapo ndio sasa kuna ule uhuru ambapo hakuna mtu anayekwambia leo kula hiki, leo vaa hivi, ni uko mwenyewe. Unaona? Sasa ni kwa nini baadhi ya vijana wengi baada ya kufika chuoni maadili yao yanabadilika ghafla, na huku wazazi walimtengeneza vizuri kabisa, wakampa malezi bora kabisa. Yaani yamkini hata wakati anaenda chuo walimpa hadi wosia, mwanangu tunakutegemea si na nini. Lakini alipofika chuoni, unadhani ni kwa nini? Kwa asilimia kubwa, japo sio wote, ila kwa asilimia kubwa, kwa nini baadhi yetu maadili yetu na mienendo inabadilika mara tu baada ya kufika vyuoni au sehemu ambazo tumeenda kujichanganya kutafuta maisha ambako hakuna wazazi ambao wanatutazama? Hii ni kitu cha kweli kabisa kwamba vijana wengi waga wanaharibika, au niseme tunaharibika tunapokuwa maeneo hasa ya vyuoni au shule za boarding. Na hii nimepata experience yake. Ni kweli unakuta mzazi amekulea vizuri tokea ukiwa mdogo. Kwa mfano unavalishwa vizuri, nguo za heshima. Kumbuka tukipindi tuko wadogo unavalisha bwanga zuri kabisa. Unavaa shati chomekea kijana, napelekwa kanisani na viboko. Unaambiwa kaa Sunday school na kaa mpaka unafika vizuri. Wengine wenzetu wanachapa sana vijana waende madrasa. Yaani ni viboko kweli kweli. Unaona? Sasa inafika mahali kijana yule anakuwa na hiyo maadili mazuri, tabia nzuri. Sasa nilisikia mchungaji wangu kuna kipindi alizungumza, mchungaji Mbuke alisema malezi yeye kwake yeye alikuwa anazungumzia kwa upande wake yeye. Kwamba yeye kuwalea watoto wake mpaka aone angalau anaweza akawaachia wakafanya vizuri, wakaweza kujisimamia angalau wakimaliza hata sekondari, kwamba watakuwa bado wanakaa nyumbani, afuatilie miendo yao kwa karibu. Sasa unakuta kwa sasa hivi sio kitu kibaya, lakini kina nafasi kubwa sana. Na sasa hivi kuna wimbi hili la ushoga linaenea kwa nguvu sana, na linaanzia mashuleni. Sasa unakuta mtoto tokea ameanza darasa la kwanza anasoma boarding school. Sio kitu kibaya.
ni kitu kizuri. Lakini ubaya wake unakuja wapi? Yule mtoto anakuwa hana ufuatilizi wa karibu na wazazi. Wazazi wanakuwa wako busy sana, labda wana majukumu, ni wafanyakazi, wako busy. Kwa mtoto anakaa shule muda mrefu. Kwa kule shuleni anakutana na vijana wenzake, yamkini na walimu ambao wengine hawana maadili mazuri. Wanaanza kupandikiza kitu ndani yake. Magrupu anayokuwa nayo yanamtengenezea mentality ya kwamba kuna vitu kuvifanya haina shida, unaweza ukafanya. Kwa hiyo unakuta mtu anaanza kuzoelea maisha ya uovu taratibu taratibu. Nakumbuka mimi kipindi nimefika shule advance, tulikuwa tuko boys tupu. Sasa kuna muda tunakuwa tumekaa tunaangalia labda TV, tunaangalia michezo, labda mpira na nini. Sasa watu wamekaa mle ndani. Sasa inakuta kwenye vipindi labda ile unakuwa kuna break ya matangazo, zinapita nyimbo fulani za wasanii wa duniani. Sasa amevaa vibaya. Anasema nikifika chuo nitakuwa natafuta boom ya kwanza. Wanasemaje hiyo? Boom ya kwanza. Anasema ninaenda sehemu fulani. Labda ni club fulani kubwa. Boom la kwanza. Huyu dada atanikoma. Boom la kwanza. Sasa unakuta wewe ni kijana mzuri kwa kweli. Lakini unavozidi kusikia, unajua imani yoyote inakuja kwa kusikia. Yes. Imani yoyote iwe ni uovu au imani nzuri, kwa kusikia. Huu ndio mlango wa imani. Kwa hiyo ili uamini kwamba Mungu yupo au ili uamini kwamba Yesu anaokoa na nini, unasikia. Ili uamini hiki kitu ni dhambi, mpaka uambiwe kikukae. Kwa hiyo ukiwa unasikia anasema labda boom la kwanza nitaingia sehemu fulani, boom la kwanza nitafanya nini, kwa hiyo unapata picha kwamba nikienda chuoni wasichana kuwapata ni free, wako wazi. Kwa hiyo unaenda sasa na ile shauku. Mtu anatoka advance anamzia. Amejikusanya, akifika chuoni anaenda kumwaga ile mzigo wake wote. Ndio unakuta sasa amefika chuoni hana juu ya hayo mambo na nini, akifika tu akimpata tu mdada ndio ashamjaza mimba na nini. Sasa wengine wakifika chuoni sasa kuna wale wanakuaga ni wataalamu. Nasema wale wanakuwa ni wataalamu wakijificha. Unaona? Kwa unakuta sasa wanaanza kuadapt maisha. Kweli mpaka nyumbani wanasema mwingine akija chuoni wanasema anakuwa anavaa vinguo vibaya na anakuwa na maisha mabaya, lakini akienda nyumbani anakuwa vizuri. Lakini ni kwa sababu ya watu wanaomzunguka, watu waliojiweka karibu nao. Mimi nakumbuka kipindi ninaenda chuo, kwa kweli ni kitu ambacho mimi nilikifanya person. Nilikaa nikamuomba Mungu. Nikasema Mungu, ninaenda chuoni, ninajua kuna opportunity za kuzini nyingi, kuna opportunity za kufanya uovu nyingi, lakini Mungu ninaomba unisaidie. Sio kwamba tuko perfect. Tunajaribiwa. Lakini ile shauku yako ya ndani, nikamwambia Mungu naomba unisaidie nikifika chuoni. Mimi nisiwe mtu wa kuangukia haya maeneo. Na kweli nimefika chuoni, kwa kweli nilikuwa najikaza maeneo, lakini Mungu akanisaidia nikavuka. Lakini kuna mwingine sasa kwa sababu ya makundi yanayomzunguka, anaona rafiki zake wote ana girlfriend, ana boyfriend, wakitoka darasani kwa sababu mnakuwa mnatembea kama groups. Sasa anajiona yuko peke yake, anatembea peke yake. Sometimes unakuta ni mtu mko naye room moja, anasema blaza naomba nisaidie basi kidogo nipishe nina shughuli. Sasa vile vitu ukiona viona unasema kwani mbona kama ni kawaida, haina shida. Na kama swali la kwanza ulivyouliza, unakuta mtu anaenda kanisani anaperform vizuri na bado anaendelea na hayo mambo. Kwa hiyo inamfanya huyu ambaye alikuwa na maadili mazuri mwanzoni, anaona ni kitu cha kawaida, anafanya. Lakini ni kwa sababu hajajiweka chini ya uangalizi fulani. Lakini kuna mwingine akitoka nyumbani anasema mimi nikifika kitu cha kwanza ninachotafuta labda ni kanisa na kuabudu. Nikifika pale nitaenda kwa mchungaji, nimwambie mimi niko hivi na hivi na hivi na hivi, mchungaji nisaidie. Sasa kuna mwingine akija hataki hayo mambo. Alikuwa ni anaabudu vizuri nyumbani, akija huku msimfuatilie. Kanisani anaingia Jumapili, anatoka huyo kutimiza tu ile Sabato. Unaona? Lakini sasa ili aweze kuwa salama lazima uwe chini ya uangalizi. Yaani haijalishi umefika umri gani, ili kuwa salama lazima uwe chini ya uangalizi. Aidha wa kiongozi wa dini au mzazi. Utapeleka kanisani, sisi mnakabidhiwa hadi kwa advisory families. Kaa chini ya mzazi na kuuliza leo umefanya nini? Unaendeleaje? Nini akiona kama unataka kutoka kwenye line anakurudisha. Kwa hiyo inakuwa inasaidia. Lakini mtu anapofika chuoni akaichukulia sasa ile ndio sehemu ya kuwa free, tayari anapoteza sasa ile nafasi
ya kuweza kukwepa vishawishi na vinamjia kwa urahisi sana, na kwa kweli chuoni pana vishawishi vingi. Na akishindwa sasa kuwa na uangalizi na watu wa kumshauri na anajikuta anaingia kile. Sasa nikupe dakika mbili tu Philbert. Wewe unatoa ushauri gani kwa vijana ambaye anakutazama, ambaye leo yuko nyumbani amezama kipindi hiki, amekuona leo hapa kaka mzuri, wewe unapenda kumshauri nini juu ya maadili bora lakini pia na hofu ya Mungu? Dakika hizo 2 au 1.5 ikiwezekana. Ya, nashukuru sana. Na kwa dakika hizi 2 ambazo umenipa nizungumze kwamba kila mwanadamu hapa duniani ameumbwa kwa kusudi. Hakuna mwanadamu ambaye amekuja kupoteza muda. Kila mtu ameletwa na Mungu duniani kwa purpose maalum. Kuna specific task ambayo Mungu ameipandikiza au ameinvest kwa mtu. Ndio maana akamleta duniani. Sasa Mungu pia akatuwekea utashi ndani. Unaweza ukaamua kufanya jema au baya. Na unakuta wengi tunaangukia kufanya mabaya kwa sababu shetani anatuvuta kwa wengi sana. Sasa ushauri wangu mimi kwa vijana ni kurudi kumtazama sasa Mungu. Kwa sababu Mungu ndo chanzo cha mafanikio yote na kuendelea kote vizuri. Sasa ili tuwe na maadili bora, inaweza ni kwa wazazi au hata kwa vijana sisi wenyewe. Yamkini tumeshatoka au tumejikuta sasa tumeingia kwenye hayo mawimbi. Mungu anasema iko nafasi bado ya kutengeneza. Kwa hiyo mimi kama vijana ninaweza nikawashauri kwamba bado ipo nafasi. Ipo nafasi, unaweza ukarudi, ukatengeneza, na Mungu wetu kwa kweli ni wa rehema, anasamehe. Na anasema kwamba iko neema ambayo ataiachilia itakayotusaidia kushinda uovu. Hatuushindi uovu kwa akili, hatushindi uovu kwa nguvu zetu, kwa jitihada zetu. Mwingine anasema mimi sitakunywa pombe, sitaki tena kuvuta sigara, nitatumia dawa fulani. Hapana. Nguvu ya giza inashindwa kwa nguvu ya ulimwengu wa roho. Kwa lazima iwepo nguvu ya ulimwengu wa roho ambayo itakuja kuidefeat hiyo nguvu ya giza. Kwa mimi ni washauri vijana wamrudie tu Mungu. Mungu wetu anasamehe na kwa kufanya hivyo tayari watakuwa kwenye mikono salama. Lakini kitu kingine cha pili, wasikubali kuishi kwa kujiisolate sana. Wawe angalau chini ya uangalizi wa mzazi au hasa viongozi wa dini kwenye masuala ya kiroho. Wapate ushauri wa namna gani ya kuenenda, namna gani ya kufanya ili waweze kutengeneza maadili bora. Na kwa kufanya hivyo kwa kweli tutakuwa na vijana wengi wenye thamani ambao taifa litakuwa linawatafuta kuwatumia kwenye maeneo mbalimbali, lakini pia watatumika kumfanya Mungu ajulikane kwa sehemu kubwa. Wow, namba yako ya simu kama una namba labda ya kazi ya nini, labda kwa mtu atakaba ushauri ya kutafutiaje kusali, namba yako ya simu Philbert. Sisi tuko pale BMCC Malimbe, ni kanisa zuri sana na kwa kweli tuna baba mzuri anatulea. Na niwakaribishe kwa fursa hii, niwakaribishe sana. Kuna mambo mengi mazuri sana ambayo yanafanyika pale. Na tunamshukuru Mungu kwa kweli, tuna program nyingi ambazo zinatufanya kama namba ya simu Philbert. Tunaanza kuanza 07 0767 17 38 87. Tarudia 0767 17 38 87. Maelekezo yatayakuta huko kabisa. Rudi kwako Nathan. Wewe bwana kwaya. Natamani utuambie labda na wewe labda unatamani labda mtu afike labda kanisani ajiunge labda kwenye kwaya hiyo ya inaitwa BMCC Ebeneza Kwaya. Basi kwa dakika hizo isemee Ebeneza Kwaya, alafu tena utoe namba yako ya simu tuweze kufunga kipindi. Muda wangu ni unakimbia vibaya mno. Okay, sawa. Na ninashukuru sana kwanza kwa nafasi ambayo umetupatia kujumuika katika kipindi hichi. Na nikizungumzia BMCC Ebeneza Kwaya, ni kwaya ambayo inafanya vizuri, ipo hapa jijini Mwanza katika kanisa la BMCC. Na ni kwaya ambayo imeanza muda mrefu, sema tu tumeanza kufanya ibada kwa neema ya Mungu mwaka 2023 tulifanya ibada ya kwanza, tukafanya live recording, na kimsingi tunazo, kwa sababu hatukwepi kutumia mitandao ya kijamii ila tunaitumia kwa ajili ya kusambaza ufalme wa Mungu ujulikane. Tunayo YouTube account ambayo inajulikana kwa jina la BMCC Ebeneza Kwaya. Ukienda pale kuna nyimbo tumeitoa. Kuna nyimbo ya kwanza inaitwa ni Neno Jema, lakini pia kuna nyimbo nyingine inaitwa inaitwaje
imani katika matendo. Lakini kuna nyimbo nyingine ambayo tumefanya na mtumishi wa Mungu Boaz Duncan, inaitwa watu wanasema mimi ni nani. Lakini hata Ijumaa hii tunaenda kutoa wimbo mwingine ambao inasema nikurudishie nini, ni wimbo wa shukrani. Kwa hiyo unaweza ukaingia pale ukasubscribe, lakini pia utapata notification ya wimbo huu utakaotoka, lakini pia kutazama hizo nyimbo nyingine. Lakini pia tupo Instagram, zote tunatumia BMCC Ebenezer Choir. Lakini pia TikTok tunaitumia hiyo TikTok ambao ni BMCC Ebenezer Choir. Namba ya simu kaka. Sawa, mimi nambari yangu ya simu ni 07 50 55 93 20. 07 50 55 93 20. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Jamani, mimi nimefurahi sana kuwa na ninyi hapa. Nashukuru sana kwa mawazo mazuri na michango mizuri. Jamani, mtazamaji wa Star TV, naamini hata wewe pia umeweza kufurahi siku ya leo, lakini pia tumeweza kujifunza tofauti kati ya hofu ya Mungu na maadili bora. Vitu gani tufanye tuwe na maadili bora? Hivyo basi kijana mwenzangu, tuwe na maadili bora ili tuweze kuzitimiza ndoto zetu, lakini pia tuweze kusifikia hatima zetu ambazo Mungu ametuandalia hapo baadaye. Kipindi hiki ingia Instagram, ingia YouTube, andika Mama 255. Mzigo mzima utakuta huko pale tap, umetulia. Mimi nakupenda na ninakuthamini. Langu jina ni rafiki yako Jacqueline Venanti. Usitoke kando ya Star TV, ukweli na uhakika. Hadi wakati mwingine. Bye.